Mimi ninachomuomba mkuu wa mkoa na serikali ya Jamhuri ya Muungano, basi tushike mkono tuweze kujivuta, tusimame kidogo, hata ingalau kwa kidogo pa kuanzia. Mimi nina watoto, sina msaada, unaona. Labda nibebe watoto wangu niende kwa mkuu wa mkoa na penyewe nitatumia, nitafukuzwa labda, aidha sitasikilizwa. Lakini naomba mkuu wa mkoa na tume yake, kuna sehemu ya maafa, basi itusaidie na sisi, unaona, itushike mkono. Tumechukuliwa majina yetu, wamechangisha, sijui wengine wamechangisha, hatujaona hata shilingi ya msaada. Tunaomba waandishi mtufikishie taarifa kwa mkurugenzi mkuu wa mkoa wa Mwanza aweze kutushika mkono kwa maafa tulionayo, hata kwa kidogo tupate kusimama tena kulea watoto. Mimi ninasomesha, sina chanzo cha kushika wala yani sina sehemu pa kushika, nimebakia hivi nilivyo. Ninachowaomba ndugu watangazaji, ninaombeni mtusaidie, mtushike hata mkono, tushike mkono serikali ya Jamhuri ya Muungano. Ingalau turudishe, mimi nilikuwa na mashine 5, hata ingalau nikirudisha hata mashine 1 itanisaidia, itanishika mkono kwa watoto wangu. Leo watoto wangu wanataka kwenda shule, hawajaenda mpaka sasa hivi shule. Mmoja anaenda chuo, unaona. Mwingine anamaliza form 4, anatakiwa kwenda form 6. Sina pa kushika. Sina. Serikali ya Tanzania na sina pa kushika, tunaombeni msaada wenu. Ni muhanga wa asiliko la moto Sabasaba. Ni nguvu binafsi za mtu mwenyewe tu, muhanga aliyepata matatizo anajikongoja, ndio anaweza anaweka nguvu yake, anatengeneza kama jinsi mnavyoona. Toka limetokea tatizo la moto, baada ya zimamoto kuja kuchukua takwimu ya watu waliopata tatizo na kusema kwamba watatusaidia kwa tatizo hili. Siku ya tukio alifika afisa tawala akiwa anamwakilisha mkuu wa wilaya Ilemela, na baada ya muda alikuja mkuu wa mkoa, wakasema kwamba kulingana na tatizo hili wanasubiri taarifa rasmi, watakuja. Lakini toka limetokea tatizo hatujamuona afisa tawala tena, wala mkuu wa wilaya wala mkuu wa mkoa. Hatua tulizofanya, wafanyabiashara waliounguliwa bidhaa zao ni wafanyabiashara ndani ya soko la Mboto Kisada. Kwa kama uongozi wa soko tuliwajibika kuorganize wafanyabiashara kwa ajili ya kuchangia baadhi ya vifaa vya ujenzi kwa ajili ya kujenga tena mabanda yao na kuendelea na shughuli zao kama kawaida. Kwa tulifanya hivyo, tukachangisha kiasi, kwa tukaendelea na ujenzi. Nafikiri wanaendelea mpaka sasa na ujenzi. Wapo waliomaliza na wapo ambao katika kufanikiwa kwa kiasi kikubwa, maana bidhaa zilizotoka ziliwasaidia wenzetu kuweza kujipatia mabanda yao na kuyarudisha katika hali yao. Kwa vitu vingine waliendelea navyo wenyewe, tulifanya kwa kiasi ambacho soko iliweza kufanya. Nguvu ni ya kwao kwa sasa. Soko bado linaendelea na taratibu zingine, lakini soko haliwezi kuwa na nguvu la kuwagisha wadau kwa sababu mali iliyoteketea ni kubwa. Ahadi si jambo la lazima. Tumeahidiwa, lakini hatuwezi kudai. Sio shuruti. Ile ni ahadi, tumeahidiwa, tunaisubiri serikali. Siku wakikaa vizuri watatufanyia, tutashukuru, lakini hatuwezi kusema kwamba tunaidai serikali tufanyie. Niombi, tunaomba kama itawezekana watatufanyia, na tuliahidiwa kwamba inawezekana itafanyika. Kwa hiyo wafanyabiashara wana matumaini, lakini nirudie kusema niombi.